Baba, shikamoo. Umeamkaje? Yaani na bado ulirudi ukalala hapa? Sasa baba, ningeenda kulala wapi? Kule kwa wachawi ambao walikuwa nakutuma kuja kuniroga. Baba, nikalale wapi mimi? Sikiliza. Naona nilipokubeba inatosha. Nilivyokusaidia inatosha. Imefika mwisho sasa, nimechoka. Sasa baba, mimi imeisha. Mimi sasa baba, naenda kukaa wapi sasa? Wewe. Baba, unajua ndio tegemeo langu la mwisho. Sikiliza. Nimekupa kila kitu. Unataka nini? Unataka kuniua? Uchukue nini kwa mfano? Sikia. Chukua vitu vyako, ondoka. Hamna baba, sasa mimi nitaenda kukaa hapa babangu, tafadhali na Chawi mkubwa wewe. Toka hapa. Staki kabisa. Basi rudi baba. Baba. Naomba uondoke. Lakini baba, sababu mimi baba, lakini mimi na wewe basi sitaki tena changamoto. Sasa baba, peleka uchawi wako kijijini. Nimemaliza. Baba, si tungeongea kwa baba. Haya. Baba, lakini baba fungua basi baba. Baba, lakini mimi nitaenda wapi? Baba, fungua mlango. Baba, unanisikia? Fungua mlango. Baba, fungua mlango. Baba. Odi. Kaka, shikamoo. Marahaba mdogo wangu, mzima? Mzima. Mbona ghafla? Kwani hujapenda mimi kuja kukutembelea kwa siku ya leo? Amna, karibu. Alafu mbona kama hauko sawa mdogo wangu, kulikoni? Kwa nini? Amna shida, amna kitu chochote. Karibu. Wakati mimi nakuona kabisa unalia na uko nje na mabegi hapa. Kuna nini kinachoendelea? Amna shida yoyote. Suzi, amna bwana mdogo wangu, mimi nakujua vizuri. Hebu niambie kwanza, nini kinachoendelea mahali hapa? Kwanza ungekaa kwanza. Sasa dadangu, mimi nikae wakati hali yako sio nzuri? Kaa kwanza tuongee. Kwanza nilikuwa nataka nikuulize kaka. Unajua nini kuhusu ushirikina kwenye familia yetu? Ushirikina? Ndiyo, ushirikina. Una maana gani mdogo wangu? Maana hicho ndio chanzo mpaka unaona haya mabegi hapa nje na mimi kugombana na babangu Lichi. Naomba tu niambie kuna issue gani kuhusu ushirikina? Unajua bibi yetu ni mshirikina Tangu baba na mama walivyofariki, bibi alikuwa anatamani sana sisi wajukuu wake tuweze kulisi vikoba vyake. Na ndio maana mimi nilikutoa kule nikakuleta huku ili kuepusha kulisi hivyo vikoba vya bibi. Ina maana bibi alikuja hadi huku? Amna, tuache tu hayo. Wewe hapa kikubwa uniombe tu msamaha kwa sababu unaona haya mabegi hapa nje. Nimeshagombana na babangu kuhusu hili swala la ushirikina. Kwa hiyo hapa cha msingi uniombe tu msamaha. Hicho tu ndio nilichokuwa nakuomba. Ni msamaha? Ina maana na wewe umeshaanza kuloga? Hapana, ndio maana nikasema tuache hayo yote. Uniombe tu msamaha kwa babangu Lichi aishi. Yuko ndani au ametoka? Yuko ndani. Naomba uniitie basi niweze kuongea naye. Sawa, ngoja nimwite. Sawa. Baba. Baba, kuna mgeni. Baba, kuna mgeni. Wewe si nimeshakwambia? Lichi. Pasco. Karibu bana, karibu kae. Karibu. Shukrani sana, shukrani. Jisikia amani ndugu yangu. Shukrani. Za siku nzuri. Kwani kuna nini kinachoendelea mahali hapa? Mbona nimefika nimekuta dadangu nje na mabegi yake?
Dada yako ana matatizo sana. Imekuwaje tena wakati nilikuwa mkiishi kwa amani na upendo huko ndani? Mimi ninamjali kwa kila kitu, ninamhudumia, nimeishi naye kwa amani, kila kitu anapata, hakuna anachokikosa, kama familia, kama mtu wangu wa karibu, kwa sababu wewe ni ndugu yangu. Ananiroga. Yaani mimi ananiroga, anataka kuniua. Mambo yasiyovumilika kabisa hayo, Pasco. Ndugu yangu, nilikuwa naomba tu msamehe dada yangu huyo. Msamehe, maana amenielezea nje hapo, anasema kwamba alishaombewa na ameshapokea uponyaji. Kwa hiyo nilikuwa naomba msamehe. Hilo kosa halitojirudia tena. Haya bana. Wacha tufunike kombe mwanaharamu apite. Wacha iishe tu, na nimemsamehe tu kwa sababu ya heshima yako. Shukrani sana kaka, kama umemsamehe mdogo wangu. Sawa, wewe. Itapendeza sana nikiona tena mkiendelea kuishi kwa amani na upendo huko ndani. Sawa, Suzy, jisikia amani? Sawa. Sawa. Sisi ndio Ichunga Kingdom, ufalme usioweza kushindwa. Sasa kama hatuwezi kushindwa, kwa nini nilikamatwa kwenye kanisa lao? Malkia, unatakiwa ufahamu ya kwamba kwenye kila mafanikio kuna gharama nyuma yake, na ili upate lazima utoe, na anayetakiwa ni kaka yako. Kaka yangu? Huyu mmoja niyebaki naye? Hapana. Haiwezekani, haiwezekani kabisa, haiwezekani. Siwezi kumtoa ndugu yangu niliyebaki naye. Haitawezekana kabisa, hapana. Hapana kabisa, hapana, haiwezekani, haiwezekani. Kaka yangu mimi? Huyu mmoja? Haitawezekana. Kiti kama ncha moto. Halo? Halo. Na, Neema. Abeba. Shalom. Shalom pasta. Amen. Sasa samani. Naona kama umeshtuka kidogo mimi kukupigia Ndio pasta. Nilikuwa nafikiria je, kuna kosa lolote nimefanya au ndio ulipofanya ya point nini kuhakikisha kizuri kanisani? Usijali wala hata sio hivyo. Ninahitaji dakika 3 tu kama tunaweza tukaongea hapo. Sijajua kama unaweza ukanipatia dakika 3 tu nikaongea na wewe. Na hata unataka kuongea. Sawa. Sasa kiukweli Neema umenikamata. Na sio tu kwamba umenikamata kweli. Yaani umenikamata kweli kweli. Na mimi sitaki tu nizunguke niende mbali, ila Neema, nataka ufahamu kwamba mimi nakupenda. Ninakupenda sana. Natamani tuanze safari hii pamoja kama ukiwa tayari na unakubaliana na hilo ambalo nimekwambia. Niko hapa nakusikiliza. Kwa kweli imekuwa jambo la ghafla sana. Hivyo nilikuwa naomba unipe muda wa kutafakari. Muda wa kutafakari? Ili kama utaweza, nahisi majibu nitakupa Jumapili ijayo. Sawa, sio mbaya. Mimi Jumapili nafikiri nitakuwa na majibu yangu mazuri. Sawa. Nashukuru sana, asante. Asante pia. Jackie. Naam. Siku ya leo nahitaji kukushirikisha maneno ya Mungu. Maneno ya Mungu tena Tekla, wewe umbe wako maneno ya Mungu yanatoka wapi tena? Najua hata Sauli wakati amebadilika kuwa Paulo akaanza kuhubiri Injili, watu wengi hawakumwamini, walikuwa na moyo mgumu. Ila naomba tu unisikilize. Basi nakusikiliza, hebu niambie. Ukisoma katika kitabu cha Ezekiel 33 mstari wa 11,
inaonyesha kwamba Mungu hataki mtu afe katika njia ya upotevu, lakini wanadamu wengi wamekuwa wakizifuata njia mbaya. Lakini sasa ukiingia hapa kwenye Ezekieli 33:11, Mungu anahitaji wewe ugaili njia zako mbaya na ufuate njia iliyo sahihi. Na ili kufuata njia sahihi ni lazima ukubali kufanya nini? Ukubali kuokoka. Na nisipookoka inakuwa? Usipookoka utaenda jehanamu, na kule jehanamu sio vizuri. Kwa hiyo ni vizuri ukaamua kukabidhi maisha yako kwa Mungu. Teka, kiukweli nimesikia unaongea na Jackson na kuna namna ambavyo umeongea naye ni ufupi imenigusa sana moyoni. Na yani kwa kama unajua kazi zetu hizi za saluni, mambo mengi, watoto wa kike sana. Sasa kwa kweli yani namna ambavyo umemwambia mwenzetu hapo, kiufupi nataka mimi nibadilike. Yani nataka niokoke. Niache na zile mambo ya wadada. Ni sawa kabisa. Kwa kama umeamua kweli na kufanya hayo maamuzi ni sahihi, kwa ni vizuri ukaokoka na kumkabidhi Yesu maisha yako. Na ili uokoke ni lazima nikuongoze sala ya toba. Na nitafurahi sana kama Jumapili tutaenda pamoja kanisani kwetu ambapo ninasali. Kwa ni vizuri nikakuongoza sala ya toba. Sawa. Na mimi Jumapili nitakuja. Sawa. Na hongera sana kwa kuamua kumkabidhi Yesu maisha yako. Ngoja nikuongoze sala ya toba. Ni ujengano unafanya? Yesu, unaona kuokoka? Haya, wanaendeleeni. Najua nimekuumiza sana Rich. Na ninakubali hilo mbele yako. Nimekuwa mwanamke mbaya sana kwako, sikatai. Na najua nimekuumiza kiasi cha kwamba ambacho sistahili hata msamaha wako. Mimi ni mchafu sana, naelewa hiyo. Lakini naomba tu nisamehe Rich. Najua ni kawaida yako kuniumiza, unafanya vitu vingine, unafanya hivyo unaenda. Ni kawaida yako tu. Kipi. Please baby, usiseme hivyo tafadhali. Yaani sio kwamba napenda kukufanyia hayo, hapana. Hata mwenyewe sielewi ni kwa nini hayo yote ninayafanya. Naumia, sio kwamba siumii, naumia sana. Sipendi kufanya nayo kutendea. Naomba tu nisamehe tafadhali Rich. Sawa. Ulikuwa? Baada ya kumaliza chuo, sikurudi nyumbani Morogoro. Niliamua tu kubaki kwa ajili ya kufanya maisha yangu mengine. Lakini pia kuna jambo natamani nikwambie. Ila naomba niahidi utamsamehe nitakaye kwenda kumtaja. Kama ninaweza kukusamehe, kwa nini simsamehe? Unaweza kaendelea. Unakumbuka kipindi kile ambacho uliwahi kunikuta na message kwenye simu? Yule ambaye nilikuwa nikiwasiliana naye, nilikuwa nikidate naye kipindi kile. Ni Ejide. Ejide huyu? Ndio. Huyo ndo ambaye alikuwa akinisaidia kwa kila kitu, ambapo nilikuwa nikishindwa ananisaidia. Ananilipia hata kodi ya nyumba. Hello? Hello, Pendo. Mambo vipi? Mbona usiku kulikoni? Jide, mimi hapa nina shida.
na shida yangu ni kwamba yani sina mtaji, nimemaliza mtaji kabisa, lakini pia sina hela ya kodi, na msaada wa mwisho ni wewe tu ambaye ninakufahamu. Nilikuwa naomba tafadhali nisaidie kiasi chochote cha pesa. Wala hujakosea Pendo. Mimi ndio mtu pekee ambaye naweza kukuhudumia unachotaka. Okay, niambie uko wapi? Mimi nipo nyumbani kwangu, lakini nilikuwa naomba tu kama inawezekana unitumie tu. Nitashukuru sana. Hapana, nina keshi tu. Ila sio shida. Dakika 5 tu nitakuwa nimefika. Please. Nyumbani kwangu hapana. Man. Karibu. Karibu. Asante. Asante. Hata kama Lichi anakooa, lakini usisite kunitafuta ukiwa na shida kama hii. Muda wote mimi niko tayari kwa ajili yako. Good day. Shalom kanisa. Shalom. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Kama ilivyoandikwa ya kuwa nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Maana yake nini? Ushuhuda wa mtu ni ushindi wa mtu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ushuhuda wako ni ushindi wako. Kwani hata Daudi alimshinda Goliati kwa ushuhuda wake wa kumuua simba na dubu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sasa leo tunaye dada yetu Tekla ambaye atakuja hapa mbele atupe ushuhuda wake. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Ninaomba nisikie vigelegele kwa wadada na viruzi kwa wakaka. Naomba tuongeze makofi kwa ajili ya dada yetu Tekla. Karibu sana dada yetu Tekla, utupe ushuhuda. Haya, asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kusema ukweli, siku ya leo namshukuru Mungu na nina furaha kubwa mno ambayo yani siwezi nikaielezea mtu mwingine akanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ninachomshukuru Mungu cha kwanza kabisa ni kupata zawadi ya wokovu kwenye maisha yangu. Kama isingekuwa Mungu kunipa mimi zawadi ya wokovu, basi siku ya leo huenda ikawa hata ningekuwa sijui nisemaje. Yaani sielewi hata mimi ningekuwa wapi kutokana na ukweli wa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi maisha yangu kwa kweli wengi wanayafahamu. Nilikuwa na maisha mabaya mno kwa sababu mimi nilikuwa mgomvi, mimi mchonganishi, yani mimi
dakika 2 tu nimeshaharibu sehemu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini namshukuru Mungu kupitia baba hapa. Siku ya leo nimesimama kwa kujiamini. Nimeweza hata kuhubiria watu wakaokoka, wakanisikiliza mimi Tekla. Amen. Sina cha kuelezea, sina cha kumpa Mungu mimi Tekla, sina cha kumpa Mungu zaidi ya utukufu na heshima. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nashukuru Mungu kwa hilo. Baba, Mungu akubariki, Mungu akubariki sana, akuongezee. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana sana, Mungu awabariki. Amen, amen. Kama umebarikiwa na ushuhuda, makofi tena mengi. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Naomba wakati huu nikuletee baba yetu Tibika Bigumila ili aweze kuendelea matangazo mengine. Naomba baba akiwa anapita mbele tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Mimi sina kazi kubwa hapa. Nataka nifanye mambo mawili tu, ambapo nitatangaza viongozi wa idara. Nitaongeza kwenye idara 2 viongozi ambao watasaidiana na watu walioko pale. Na idara ya kwanza ambayo nitaweka nguvu kazi ni idara ya praise and worship. Kuanzia sasa tutakuwa na Rich akiwa kama mwenyekiti kwenye hiyo idara ya praise and worship. Rich, simama wakuone tafadhali. Lakini pia atasaidiana na dada yetu Suzi. Suzi, simama pia. Na idara nyingine ambayo nataka tuongeze nguvu ni idara ya vijana na ushuhudiaji, ambapo hapo tunaye Pastor Paul, lakini nitamuongeza Tekla. Tekla, naomba usimame tafadhali. Hiyo ndo kazi ambayo nilikuwa nataka nifanye, na natumaini baada ya hapa kutakuwa na nguvu kubwa kwenye kumtumikia Mungu ndani ya kanisa hili. Kama umefurahi, hebu naomba umshangilie Bwana Yesu. Mungu awabariki sana. Sasa Pendo, kama ambavyo nilikuwa nimekuambia, Suzi amebadilika. Ameshakuwa mtu mpya. Yeye aliombewa kanisani na kila kitu kiliisha. Kwa hiyo sasa nimekuita hapa ili tuwekane sawa. Msameheane. Yaani umsamehe kwa yale ambayo yalitokea mwanzo. Haikuwa yeye, kuna mambo tu yalitokea, hakuwa yeye. Kwa hiyo naomba msameheane, umsamehe na yeye pia akusamehe. Unanielewa Pendo? Msameheane tu. Suzi, samani, naomba utupishe mara moja, nataka nizungumze na mama yako kidogo. Sasa Pendo, nimeona unamwangalia jicho ambalo sio nzuri. Shida nini? Ameshabadilika kama nilivyokuambia. Yaani Rich, mimi moyo wangu tu hauna amani kusema kweli. Na unaaminije mtu anaweza kubadilika kirahisi hivyo? Sasa kama ameombewa, tunaamini ameshakuwa mtu mwingine. Hapana. Kwa hiyo haya mambo ni ya kuyaacha tu yapite. Unajua kujenga hizi chuki ndo huko ndo kunaletaga mauchawi. Tunaweza tukayaacha tu haya mambo yakapita. Kwanza mimi naona tu ni bora waondoke ndani, wanatubana bana. Yaani kama kaka yake wamekuja msisashe kama kazi haya, yaani hata tunakosa kuwa tauru na mambo yetu. Amna, tunawapa tu hisani. Unajua hawa ni kama ndugu zetu, ni rafiki yetu huyo. Kwa hiyo hatutaki tuwatenge wala tuwabague. For how long watakuwa ndani? Ni muda tu kidogo, na ndugu yake anajisikia bado hajakaa vizuri, kuna mambo anayashughulikia, lakini ataondoka. Usijali, sawa Pendo? Mpaka tunafika kwenye ndoa watakuwa wameshaondoka, lakini wacha sasa hivi kwa wakati huu tuendelee kukaa nao. Kwanza mimi nimekumiss bana, sogea basi kidogo. Sikia. Unajua Pendo, sikiliza. Ni kweli umenimisi, lakini sasa unajua tayari sisi tumeokoka. Na kwa sababu tumeokoka, kuna vitu lazima tusifanye. Tujitunze. Kwa sasa hivi kwanza hatutaweza tena kukaa kama zamani, kwamba tutakaa nyumba moja na kufanya kila kitu ambacho tutafanya zamani. Haitawezekana. Kwa sababu tayari sisi tumeokoka na tutakuwa tujitunze mpaka tutakapofikia ndoa. Kwa hiyo
Issue ya kodi yako mara unapokaa hilo nitashughulikia, usijali. Lakini kuwa hivyo ambavyo tunaenda tulivyokuwa tunaishi zamani haitawezekana kwa sasa. Lazima tujitunze, sawa, mpaka ndoa. Richi. Ya, kama ambavyo nimekwambia haitawezekana. Na isitoshe sasa tayari sisi ni watumishi wa Mungu kwa Pastor TB, kwa hiyo haita. Anyway, asante. Sawa, karibu, tutawasiliana. Sawa Pendo? Tutawasiliana eti. Neema. Wow, nimefurahi kukuona. Pia. Wewe mzuri. Asante. Kwa kweli mimi nimeenjoy sana na pia nimefurahi kwa kuwa umenikubalia ombi langu. Niangalie usoni, vipi wewe mtoto mzuri unaangalia pembeni. Wow, sasa nimefurahi kwa kuwa umenikubalia na kiukweli mimi ninachokiona kutoka kwako ni kwamba tumeanza mahusiano haya yawe tu ya siri, haina haja ya kuambia watu wengine. Kwa hiyo mimi nitakupenda na hapa kweli umefika. Si kama unanielewa. Ndiyo, nakuelewa. Vipi lakini umeshakula? Jana. Kwa nini sasa? Mimi maneno yako haya. Unaongea maneno yako mataa mpaka nashindwa mzuri. Maneno yangu nashindwa kula. Mimi ndio nimekuwa na chakula mdomoni. Maneno mataa mpaka nashiba automatically. We, acha bwana. Kwani tena? Basi sawa, mimi nafurahi kusikia hivyo, lakini sasa kama nilivyokuambia kwamba mahusiano yao ya siri, sawa? Si hapo na babako kidogo, babako ni bishop. Wanaje kama tukueleza kuhusu masuala. Achana nao wazee. Achana nao. Mimi kitu ambacho ninakiona kutoka kwenye haya mahusiano yetu, tuyafanye tu yawe hivi asili. Tuje kuambia uko baadaye. Au unaonaje? Basi kama unasema. Na mimi pia. Sawa. Sasa nilikuwa nataka nikuone vizuri. Uweke kamera huko chini niangalie huko chini. Jumapili? Na kuangalia tu, sio miguu, mapaja, sio kila sehemu. Sawa, basi kata simu. Kata wewe. Wewe kata bwana. Kata wewe sasa napiga beli. Sawa, basi nitakuona Jumapili tutaongea, sawa? Sawa, sana. Nakupenda. Nakupenda pia. Wow. Asante. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mnaendeleaje watumishi wa Mungu? Amen. Sawa. Leo ni siku yetu ya Jumatatu na ni siku yetu ya mafundisho. Sawa. Na leo natamani tujifunze kama vijana eneo moja, tuangalie mambo ya kuzingatia wakati wa mahusiano kuelekea ndoa takatifu. Tunafahamu kabisa sisi wote ni watumishi wa Mungu na ni vijana, na kuna mambo ya muhimu sana ya kuzingatia kama watu ambao tumeokoka, si ndio? Na hisi mnaweza mkaona mfano mzuri, kuna mambo kadhaa yalitokea hapo nyuma yalitikisa kidogo kanisa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunataka tuvizingatie na tuviishi kama vijana ili kuelekea ndoa takatifu. Sasa nitatamani kila moja atatushirikisha anafahamu nini, anaelewa nini kwenye ile eneo la mahusiano kuelekea ndoa takatifu. Karibu mtumishi wa Mungu na Omi, una chochote cha kusema? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwenye eneo la mahusiano kitu cha kuzingatia kabisa ni, kwa mfano kama unaona bado hujafikia ile hali ya kuingia kwenye ndoa, cha msingi yani bora tu hata usiingie kwenye mahusiano, kwa sababu unaweza kuingia kwenye mahusiano afu hauna muda wa kuingia kwenye ndoa ikapelekea ukazama dhambini. Kwa mfano kama dhambi ya zinaa inaweza ikakukumba. Yeah. Okay, vizuri, tumpigie makofi.
Hili ni la muhimu sana kuzingatia. Kama hauna mpango wa kuingia kwenye ndoa, ni bora usio kwenye nini? Kwenye mahusiano. Safi sana. Mtumishi wa Mungu Lupoja, una chochote cha kuongezea hapo? Amen. Bwana sasa sana watu wa Mungu. Amen. Mimi cha kuongezea hapo naweza nikasema kwamba cha msingi na cha muhimu sana unapokuwa kama unatamani au unatarajia kuingia kwenye mahusiano, opt kwanza kuwaka moto wa Mungu ndani yako. Ni lazima kwamba uwake moto wa Roho Mtakatifu. Ni maana ukiwaka moto wa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atakuwa anakusaidia jinsi ya kuenenda na wewe mtu ambaye unataka kwenye mahusiano. Jinsi gani mtachati, vitu gani atakuwa anakuongoza mwenyewe, kuona kwamba Roho Mtakatifu atakuwa anazungumza ndani yako. Atawasaidia hata kwenye mtakaji kwenye mahusiano, mtakuwa mnaongea nini, mtaendeshaje mahusiano yenu, mnaomba kwa pamoja, mtafunga kwa pamoja. Kwa maana yake ushauri wangu ni kwamba mentality yangu ni kwamba nikushauri kwamba wewe unayetamani kuingia kwenye mahusiano, ni lazima kwanza uopt kuwaka moto wa Roho Mtakatifu ndani yako. Iliwe jepesi kuyaenda mahusiano yenu mkaingia kwenye kumkosea Mungu au mkatenda dhambi. Kwa maana yake ni kuopt kuwaka moto wa Roho Mtakatifu ndani yako. Wow, tupige makofi. Ameongea vitu vizito sana. Karibu mtumishi wa Mungu hapo. Shalom vijana. Shalom. Bwana namshukuru kwa nafasi ambayo kiongozi umenipatia. Jambo la kuzingatia kuelekea ndoa takatifu ni taarifa. Yaani unatoa taarifa kwa wazazi wako, baba na mama, napaswa wajue kwamba huyo mtu ambaye unaendelea na mahusiano naye. Kitu kingine cha kuongezea hapo kwa haraka, lazima pasta wako yule anayekuchunga, mchungaji wako afahamu mahusiano yako. Kwa hiyo ndoa takatifu inajengwa kupitia taarifa, wote wajue, na yule anayekulea kiroho anatakiwa ajue. Amina. Wow, tupige makofi. Watumishi wa Mungu wameongea point nzuri sana hapa, ukianzana na Pastor Lupoja kwamba lazima ukamate moto. Ina maana uwe mtu wa nini? Wa maombi. Umtegemee Mungu sana na ujae nguvu za Mungu ili usije ukaangushwa kwenye mitego ya ajabu, unajikuta umeanguka dhambini kwa sababu tu ya kukosa moto wa Mungu. Lakini pia kitu kizuri amekiongezea hapa mtumishi wa Mungu ya kwamba lazima mjiripoti au mjikabidhi kwa watumishi wa Mungu wanaowalea. Mahusiano ya siri huo ni uhalifu kabisa, si ndio? Unaweza kujikuta mmefanya mambo ya ajabu huko, mchungaji hajui, mtumishi wa Mungu anayekulea hajui kabisa, na ukasababisha madhara mwenyewe kwenye hayo mahusiano, na mkaikosa ile ndoa takatifu ambayo ndo target yetu sisi kama watumishi vijana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nahisi kwa leo yanatosha haya. Tujitahidi tu ya kwamba tuyaishi na tuyafanyie kazi, na imani Mungu atatusaidia. Tutakuwa kama watumishi tutaenenda vizuri kwenye ile eneo, na hatimaye tutakuwa na ndoa takatifu. Amen. Naona tuhitimishe hapa kwa siku ya leo. Tutasimama tumshukuru Mungu, alafu tutaendelea na majukumu mengine. Sawa, sawa. Tukaomba. Baba, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo. Tumejifunza mambo mazuri, mambo ya kuzingatia sisi kama watumishi vijana kwenye mahusiano kuelekea ndoa takatifu. Tunaomba neema yako utusaidie, Mungu wa amani, tuweze kutembea vizuri kwenye eneo hili na hatimaye tuingie kwenye ndoa takatifu. Asante kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu abariki sana. Nahisi niwatakia wakati mwema. Tutakutana tena siku nyingine Jumatatu. Mbarikiwe sana mtoto. Amen. Mbarikiwe sana. Sawa. Niwatakie wakati mwema. Amen. Tekla. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Sawa, ninamshukuru Mungu kukutana na wewe tena siku ya leo. Ninaomba nikumbushie jambo moja. Unajua ni muda mrefu ambao toka tumeongea kuhusiana na jambo ambalo nilikwambia. Unajua nilikwambia wewe ni mwanamke ambaye ninakupenda, na ni mwanamke ambaye kwa kweli ninaona unaweza ukanifaa kwenye eneo langu la kusudi, yani tuingie kwenye ndoa takatifu. Na pia unafahamu mimi kama mtumishi kijana ninahitaji kweli kuwa na mwanamke ambaye atashirikiana na mimi kwenye eneo la kusudi ili tuifanye kazi ya Mungu vyema. Kwa hiyo ni muda mrefu hujanipa majibu Tek. Kwa kweli Pastor, mimi sina kipingamizi, ila ninachotaka ni kwamba tumshirikishe baba kama unavyoona hata siku ya leo pale tulivyokuwa kwenye kipindi. Mahusiano yetu lazima tumwambie baba kwanza, ila mimi sina kipingamizi chochote. Hilo tu kama kumwambia baba ni jambo dogo sana. Hata kesho tunaweza tukaenda kwa baba tukamuelezea ili tuanze taratibu mapema za swala hili tulifanikisha, kwa sababu ni jambo la baraka na linatufaa sana kwenye safari ya utumishi tulionayo. Ndio. Asante sana, mimi nashukuru.
Aya, sawa. Amen. Sawa, tutaonana tena. Aya, amina. Amen. Enyi wakubwa wetu, enyi nguvu zetu, warungu wa warunguku, tumekuja kuwapa unachohitaji. Wakuu wa anga, wakuu wa pori, tunawaita. Malikia, nimekuachia kiti cha ukuu, kiti cha miujiza, na wewe pia umekitamani kiti hicho, ila hujakilipia gharama. Ufalme unataka damu, ufalme unataka damu. Kama utaileta hiyo damu, basi wewe utakuwa hiyo damu. Choma. Ndio. Kaichukua. Malikia, sasa unaweza kwenda kumchafua Pastor TB kwa sababu amefungua mlango kwa njia ya mahusiano, na hiyo ni nguvu yako. Pasua. Julia, yaani sio kwamba mimi nakupenda na unajua hilo, na unafahamu kabisa kwamba wewe una watoto, una mke, na mimi pia naenda kuanzisha familia yangu muda si mrefu. Yaani najikuta tunafanya kwa sababu Richa amebadilika sana. Nashindwa kuelewa, yani anashindwa hata kujali hisia zangu. Anashindwa kufahamu kama hata mimi ni mwanamke pia ambaye nina hisia, anashindwa hata kunijali. Ndio maana nafanya yote haya. Usijali mrembo wangu, mimi nipo kwa ajili yako. Cha msingi tu ni kufanya iwe siri asijue mtu. Lakini si ulitumia kinga? Niko makini kwa hilo mpenzi wangu. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Ana mwana kuraba. Amina, uendeleaje? Na mshukuru Mungu, endelea vizuri. Baba samahani. Nilikuwa na ujumbe mmoja hapa nikushie. Sawa. Na imani ni habari njema tu. Kwa kweli kuna jambo moja ambalo nilikuwa tumeplani kija kikono ofisini, lakini kutokana na majukumu na miliano wa ratiba imeshindikana, lakini nitaka nikujulishe ulipamba awali kuhusiana na huyu binti Tekla wa kanisani. Kwa kweli kuna namna nilimuona na nilikuwa nimepata msukumo wa kuingia naye kwenye mahusiano, yaani natarajia tufunge ndoa kabisa. Ndio. Kwa hiyo ndio moyo tuliungana naye, akawa amenielewa, nikaona ni vyema nifikishe kwako ili kama tujapata wakati baadaye tuje tupike pia. Sawa, mimi naona ni jambo jema na amefanya vizuri kunishirikisha. Ndio. Mnazo baraka zangu na tutalifanya jambo jema. Amen. Sawa, Mungu awabariki sana. Amen sana. Haya, asante. Amen. Okay. Odi. Karibu. Oh, baba, karibu ndani. Asante. Susi. Shikamoo baba. Marhaba, Bwana asifiwe. Amina, karibu ndani.
Asante. Baba, samani ngoja nini nikabadilishe. Badilisha nini? Mbona uko sawa tu? Na baba siji. Uko ndani. Comfortable kabisa. Sawa. Niambie nani uko ndani? Ndani uko baba Lichi pamoja na kaka Pascal wapo ndani. Kwa sababu kaka Pascal hawezi kutembea kwa hiyo anamhudumia. Basi naomba unitie. Sawa, karibu kiti wakawete. Asante. Ala, kapasufra dia. Rich. Naam. Bwana Yesu asifiwe. Mimi mchungaji. I say. Pole sana. Pole. Asante sana. Baba, kama ambavyo kupata taarifa. Huyu ni rafiki yangu kweli, anaumwa kwa kweli. Hali yake si nzuri. Kwa hiyo ana tatizo gani? Yaani alipata tu changamoto ghafla. Ni tatizo ambalo lilitokea tu ghafla. Tumejaribu kwenda hospitali, wamempa baadhi ya dawa, lakini moja kwa moja kutuambia tatizo ni lipi hawajatuambia. Kwa hiyo ndio maana bado tunamhudumia hapa. Sawa. Ndio. Nafikiri tuombe. Kweli bado. Tuombe tu. Yeah. Na atakuwa mzima. Sawa. Anaitwa nani? Anaitwa Pascal. Sawa. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai, nakushukuru kwa ajili ya Pascal yake. Ninatamka kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kila ugonjwa ulioko ndani toweka kwa jina la Yesu. Ninafukuza kila udhaifu, kila hali ya ibilisi. Yesu alikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Ninaamuru kwa nguvu za Roho Mtakatifu, wewe ugonjwa uliyekaa ndani, mwache ewe kupoza kila roho ambazo zimetumwa na maadui katika upande wa pili. Naamuru kwa nguvu za Roho Mtakatifu, toka ndani yake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Amen. Sawa. Sasa ndio endelea kukaa naye tu hizi siku 2-3. Kweli. Na taanza kuona hali yake ikibadilika. Sawa mchungaji, tunashukuru sana kwa kuja na kwa kuitikia wito. Sawa. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Sawa. Basi mimi acha niende. Suzi, samani. Suzi. Naomba uje uwe umpatie angalau kinywaji baba kabla hajaondoka wakati ninamhudumia huyo. Sawa? Jitahidi usifanye hivyo. Baba, karibu Yesu. Nashukuru, asante sana. Asante sana. Kaa. Na yako kwa sababu mimi nitaandakuwa sababu ile ni jeni mwana. Kuna shida. Lakini nilikuwa nimependa jinsi ambavyo amehudumia juisi, lakini pia kwa kweli nina ndoto leo. Suzi mrembo. Unatamshukuru Mungu hata hivyo unatuombea tupate darasa hili. Sasa uweza sahihi kivipi tena? Unajua, ngoja nikwambie kitu Suzi. Kuzimu itaka kutumia wewe kuwa malkia wao, lakini sasa ni wakati Mungu anataka kutumia wewe kuwa malkia wao. Na usijali. Na mimi niko hapa, ni kitu kimoja ambacho nimekiona unaweza kumsikia. Eka. Unaogopa nini? Sasa fanya hivi. Mimi najua unaweza kuwa labda hujisikii comfortable ukiwa hapa nyumbani. Sasa mimi Jumapili sana tukishatoka hivi nitakuja kukuchukua, alafu tutaenda pamoja pale na tutaongea vizuri sana. Wewe ni mtu mzima, tutaongea pia kitu cha sasa. Mimi nashukuru sana.
Asante sana kwa kinywaji, asante sana kwa kutuhudumia, na naamini ukija tuongea vizuri. Siko vizuri? Sawa. Wewe na wakati mwema. Haya, pako pia. Bwana Yesu asifiwe. Pendo, unaendeleaje? Sijambo. Nina muda mrefu sijakuona na ni kutafuta sana bila mafanikio. Nikajaribu kuwa napiga simu zako hata hazipatikani. Lakini jana nilivyoona simu yako nikafurahi. Kulikoni? Yaani hapa nilipo. Nini shida? Kulikoni? Yaani Dairi, hapa nilipo mimi ni mjamzito. Mjamzito? Pendo, kweli? Ndio. Ni ujauzito wa Richi au? Dairi, ni bora tengekuwa ya Richi. Sio ya Richi. Ni mimba ya nani? Dairi, ni mimba ya Ejide. Nice. Yule tunayesali naye kanisani? Yaani Dairi, najua unanijali na najua unanipigania sana. Yaani wewe ni mtu ambaye hujawahi kunitupa wala kuniacha. Na ni mtu ambaye unanisaidia katika kila nyakati. Lakini sistahili, natamani atakufa. Pole, lakini usijali. Hivi unajua kwamba hizi hapa ni kelele tu za shetani kutaka kukurudisha kule ulipokuwa mwanzo, sawa? Kwa hiyo hata usijali. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Isaya sura ya 1 na ule mstari wa 18, dhambi zako zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji. Kwa hiyo huyo Mungu anasema usijali kuhusiana na hiyo, na wala usijihukumu, sawa? Bado una thamani. Unasikia Pendo? Bado una thamani na bado Mungu anakupenda. Lakini pia kitabu kile cha Isaya sura 43 na ule mstari wa 25, neno la Mungu inasema mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe. Huyo ni Mungu anasema, na wala hata zikumbuka kabisa dhambi zako. Kwa hiyo usiendelee kujihukumu, usiendelee kukaa katika hali hii ya ukiwa. Bado una thamani, lakini pia bado una nafasi, sawa? Lakini mimi nitakusaidia kuongea na Mr. Rich kuhusiana na jambo hili, atakuelewa na atakupokea, sawa? Na jambo lenu litaenda kukamilika muda si mrefu, sawa? Usilie sasa, usijali. Usijali, bado una thamani. Usilie sasa. Usilie. Usilie, pole. 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 Neema, we ni wifi yangu, lakini mbali na kuwa wifi yangu, we ni kama mdogo wangu. Nina vitu vingi sana vya kushauri, hususan hili swala la mahusiano. Siku 2-3 hizi nimekuona unawasiliana sana, yani uko busy sana. Sijajua ni unawasiliana na nani, lakini nahisi lazima utakuwa kwenye mahusiano. Na naona sio salama kabisa, yani. Naona umepagawa na mapenzi. Na hii sio sawa kabisa. Wewe na wewe unapenda kukuza mambo. Mahusiano ni mawasiliano. Hata hivyo najisi na bahati sana kumpata wewe nile naye. Siku 2-3 hizi nimekuwa nikiwasiliana naye sana mara kwa mara. Hili kutuacha gap katika mahusiano yetu. Gap? Gap. Yaani tangu mmeanza kuwasiliana sijai kusikia labda mnaulizana kutumia kitabu hiki, umejifunza nini, mnasoma, labda mna muda wa kuomba, mna muda labda mnafunga nyie kama nyie kuombea mahusiano. Mmekufanya hivyo? Wifi na wewe. Huyu niliyempata ni mchungaji. Hata hivyo nahisi sana kusali sana. Mimi sio lazima sana, maana najua yeye anasali sana. Hivyo inatosha. Anyway, nisiongee sana, lakini nilivyokushauri zingatia. Uwe makini sana na haya mahusiano, yawe salama. Usisahau kuweka nyama kwenye freezer. Sawa wifi.
Binti yangu usijali. Jipe moyo. Huyu alikuwa ni ndugu yetu sote, hata kama amepumzika, ila jipe moyo, usijali. Yako na nani? Hapana, usiogope binti yangu. Huyu alikuwa ni rafiki yangu, lakini pia kama ambavyo tumeishi pamoja, kwa alikuwa ameshakuwa kama ndugu yangu pia. Kwa hiyo pole sana, usiogope. Jipe moyo, usijali, itapita sawa. Pole sana, pole. Usijali. Pole, usijali. Jikaze, usijali, jikaze. Pole sana. Kupata sisi ni kubwa, akamtoa Yesu mwana, si mwana etu bali wa pekee. Gharama aliyoingia Yesu kufa kwa ajili yetu ni kubwa, akamtii Mungu Baba, si baba etu bali wa pekee. Gharama ya damu yake mwanae. Halo. Amina, Bwana asifiwe. Amina. Aisee, uzima ni nzuri. Pastor Aileen, habari ya wewe? Namshukuru Mungu. Ndio, unaendeleaje? Naendelea vizuri. Samahani. Ndio, karibu. Nilikuwa nataka kuzungumza na wewe jambo moja kuhusiana na Pendo. Jana aliniita. Ndio. Sojua kwamba na muda mrefu hayupo. Sasa ndo akawa ameniita akanielezea changamoto zake. Ndio. Lakini akaniambia ujauzito wa Mr. Jide. Ujauzito? Ndio. Wa Mr. Jide? Ndio. Samahani. Mimi nilikuwa ninaomba kwa niaba yake ya kwamba umpokee tu, mfundishe jambo lenu mapema, mfunge hiyo ndoa. Hivyo unajua kwamba hata hizo changamoto ambazo Pendo anapitia ni kwa sababu ya vita yake ya hatima. Na kuomba tafadhali mpokee tu hivyo hivyo, mfundishe jambo lenu kwa wepesi, lakini pia liende haraka. Usiwache kwa sababu ya changamoto ambazo anapitia kwa sasa hivi, na najua kama ni mtu wa kujifunza atakuwa ameshajifunza sasa hivi. Nilikuwa ninaomba tu mpokee. Kiukweli Pastor, jambo hilo siwezi kulikubali tu haraka kwa sababu ni jambo zito kidogo, kwa sababu
Huwezi tu kampokea mtu tu hivi hivi kikawaida, na baada ya mambo yote haya yaliyotokea, wacha tuendelee kuomba Mungu, lakini nipate pia muda wa kutafakari, halafu naamini tutapata jibu ambalo ni sahihi zaidi. Sawa, nashukuru, lakini pia Ndio. ninakuomba hata kwenye kuomba Mungu akupe amani, basi usimwache, warau tu jambo hili tulifanya haraka liishe. Wacha tuendelee kuomba Mungu, lakini pia nipate muda wa kutafakari na kufikiri itakuwaje. Sawa, nashukuru, asante sana. Sawa, nashukuru sana kwa taarifa. Nashukuru. Wakati mwema. Amen. Sio kwa matendo yetu tena, kwa neema yake tu nasi. Na mchungaji, Bwana asifiwe. Amina Rich, Bwana asifiwe. Amina mchungaji, habari ya uzima? Ni njema kabisa. Asante mchungaji, shikamoo. Marhaba. Bana mchungaji, samahani, kuna kitu nimekumbuka hapa. Kuna ndoto moja niliota. Sawa. Nimeona nikuambie. Ndoto gani? Niliota ndoto moja, ulikuwa na uko mahala kama vile kwenye chumba, alafu kuna mwanamke mmoja ambaye sikujua sura yake ameshika kisu. Yani ameshika kisu na alikuwa anakufuata kama vile kutaka kukudhuru. Sasa ikawa inanichanganya, nikashindwa kujua, nimeona angalau nikuambie kuhusiana na hii ndoto mchungaji. Okay. Ndio. Asante sana. Suzi. Naomba usimame. Hapana, simama. Tuongea tu usijali. Sawa. Uzinzi sio udhaifu, kwa sababu ni process. Kuongea kwa taratibu au kuongea haraka haraka huo ni udhaifu, kwamba yani mimi nikaa naongea na washawasha kuongea huo ni udhaifu. Ila kuzini sio udhaifu, ni maamuzi. Mpaka umkubalia au umkatae, uchague venue. Kuna udhaifu hapo. Mbona ni uimara mkubwa sana huu. Mungu asante kwa kuniokoa. Ilibaki sekunde tu nitumbukie kwenye hili shimo la zinaa. Na haya mahusiano na Neema, huu ndio mwisho wake. Kwani sio mahusiano sahihi kabisa. Nitasubiri na kishapata mtu sahihi, basi sitayaficha. Nitamwambia tu baba yangu wa kiroho. Maneno ya baba yana nguvu. Kweli zinaa sio udhaifu. Kuna process nyuma yake. Karibu mtumishi wa Mungu. Karibu sana. Karibu mtumishi wa Mungu. Asante sana karibu sana. Asante sana. Karibuni sana. Samahani mtumishi wa Mungu. Ndio pa. Kama tulivyokuwa tumeongea awali, nikakuelezea kwa habari ya dhambi ambayo ilikuwa inanitesa kwa muda mrefu sana. Sawa sawa. Na nimejaribu kuificha, lakini nikawa nakosa amani. Mpaka nikakufuata wewe nikakuelezea, ndio ukanipa maagizo kwamba nije na mke wangu nitubu kabisa ili niishi maisha ya amani mbele za Mungu. Ni hilo tu pastor. Asante. Kwanza nikushukuru sana kwa maamuzi ya msingi ulioyafanya. Kwenye kitabu cha Mithali sura ile ya 28 mstari wa 13, neno la Mungu linasema hivi: afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye anayeziungama na kuziacha atapata rehema. Kwa kile unapochukua hatua ya kufunua uovu ambao unaufanya, Mungu anakusamehe. Yaani tayari umeshaingia kwenye ulimwengu wa kufanikiwa. Umefanya jambo zuri sana. Niliongea na mke wako mama, kama ambavyo nilikupigia simu nikakuambia udhaifu wa mume wako, kwamba alikuwa anateseka na dhambi ya uzinzi.
Lakini kwenye kitabu cha Mathayo sura ile ya 6 na mstari wa 14 naona Mungu anasema hivi, heri wenye rehema maana watapata rehema. Yesu alikuwa anazungumza kwamba tuwasamee watu makosa yao ili na sisi Mungu apate kutusamee makosa yetu. Na ninamshukuru sana mtumishi wa Mungu, nilimpa wajibu akaja na mama na amekuja na mama. Na Mungu yuko mahali hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mungu yuko mahali hapa. Ninamwamini Mungu ambaye alikuongoza, ukanifuata na ukasema hili jambo kwamba unatamani Mungu akusaidie kutoka kwenye hii changamoto. Mtakuwa na ndoa bora, mtakuwa na ndoa njema na mtakuwa mfano wa kuigwa. Basi niombe tu wakati huu tutasimama, tutamuomba Mungu na hili jambo litakuwa sawa kabisa. Nafikiri mama hauna shida kwenye hili jambo, kama ambavyo uliniambia kwamba umemsamehe na upo tayari kuendelea na ndoa na utampenda kama ambavyo ulikuwa unampenda. Mimi sina shida mtumishi, nimeshamsamehe. Sawa. Ubarikiwe sana. Amina. Sana. Umefanya maamuzi mazuri. Na Mungu atakuonekania. Mume wako atakuwa vizuri kabisa. Na wewe mwenyewe utashangaa. Yesu ni mzuri sana. Basi naomba tusimame, tumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Bwana Yesu kwa ajili ya hizi siku tatu zote ambazo tumekuwa tukifunga, siku tatu kavu. Na kuna baadhi ya vitu ambavyo katika ulimwengu wa rohoni tumevishinda. Tuna ushindi sasa kwa sababu maombi ni moja kati ya njia ya kumshinda shetani kabisa. Kwa hiyo Mungu akubariki wewe ambaye umefunga, barikiwe sana wewe ambaye umeacha chakula kwenye hizi siku zote tatu. Lakini pia mtumishi Rich aliniambia kwamba kuna ushuhuda fulani anao kwenye hizi siku tatu ambazo tumekuwa tukifunga. Kwa hiyo ningeomba apite hapa mbele atuambie ushuhuda wake na kila mtu aweze kusikia matendo ya Mungu ambayo ameyafanya. Rich, karibu sana. Wakati anakuja mtafadhali mpigie Bwana Yesu makofi. Sawa, naweza kuambia. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa la Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiukweli ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya maombi haya ya mfungo wa siku tatu. Mungu amenifanyia mambo makubwa na ya kushangaza. Jambo la kwanza kabisa ambalo napenda kumshukuru Mungu kwalo, kama ambavyo mnafahamu, nimekuwa nikipitia changamoto za hapa na pale. Nilizungumza na baba, tayari anafahamu. Kwenye mfungo wa siku tatu kuna yule binti niliyekuwa nakaa naye. Yani kilichotokea, alipotea. Mimi nilirudi tu nyumbani nikakuta amechukua vitu vyake, hayupo kabisa. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana, amenipigania na amenishindia. Asante sana baba. Mungu akubariki sana. Amen. Sawa, nashukuru sana. Nafikiri kila mtu amesikia. Yule binti ambaye anamsema alikuwa na mambo fulani ya ushirikina. Kwa hiyo ni binti ambaye alikuwa anakaa naye, lakini ametuchezea sana. Na kama ameondoka, basi Mungu amlinde tu kule anakoenda. Lakini maombi yanaweza yakakutenganisha na kila aina ya giza. Kwa hiyo kwa taarifa alionao ndio hiyo. Kwa hiyo tutaendelea kufuatilia tujue namna pia ya kumpata ili kama ni kuokoka kwa kumaanisha aweze kuacha kabisa huo ushirikina aliokuwa anaofanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi kwa leo kuna jambo la baraka sana tunalo mahali hapa, na naamini ukilisikia pia utafurahi. Tuna jambo la baraka. Tuna watu ambao wataenda kuvalishana pete za uchumba. Jambo la baraka sana kanisani. Bila kuchelewa, ningependa kuita kapo ya kwanza. Watakuja hapa na atamvalisha pete mwenzake, lakini pia tutawaita wengine wawili nao pia watafanya zoezi hilo hilo. Sasa naomba tuanze na Pastor Paul. Tafadhali njoo mbele mara moja. Makofi wakati anakuja. Ngera sana. Sawa. Lakini bila kuchelewa, nimlete mchumba mtarajiwa. Makofi wakati anakuja tekwa. Wow. Wow. Sawa. Wanakaga kushoto Sawa. Nafikiri bila kupoteza muda, naomba tu tupate hiyo pete kama ipo, alafu tukamilishe zoezi letu.
Hatuna mambo mengi, wameamua kulifanya jambo lao. Sawa, naomba pete tafadhali. Wow. Woo, jamani mmeiona? Naomba tutamke neno kwa ajili ya pete hii ya agano. Bwana Yesu, ninalibariki jina lako kwa ajili ya pete hii. Asante kwa sababu itakuwa ni alama ya uchumba huu ambao leo Pastor Paul pamoja na Tekla wanafanya agano hili mbele za mashahidi wengi. Ninatamka baraka kwao. Natamka mkono wa Mungu ibariki, iwe ishara ya kulianza jambo hili na mpaka kuelekea ndoa yao katika jina la Yesu, amen. Hii ni ishara ya unyenyekevu jamani, si ndio? Mwanamke anakuwa mtiifu kwa nani? Kwa mme. Piga magoti tafadhali. Bila kupoteza muda, weka kidole chako cha kile pale, kile cha pete, kile cha kushoto, nyanyua tu juu. Alafu nisaidie sasa, wakati anaweka, nyanyua tu juu, nyanyua tu, usiogope. Wakati anaweka sasa, nisaidie, kila mtu utapiga makofi. Itakapoingia pale, piga makofi. Wow. Wow, makofi tena tena na tena na tena na tena tena na tena na tena. Wow. Hongera sana. Hongera sana. Lakini pia mtumishi Richi naye akaona siku ya leo isimpite hivi hivi. Kwa hiyo naye pia pamoja na Pendo wanakuja kukamilisha jambo lao la uchumba leo. Makofi tafadhali. Kati wanakuja. Wonderful. Wow. Jamani, wanapendeza wapendezi? Kama una wivu ni wewe mwenyewe. Haya, naomba tafadhali tu exchange. Uje huku binti. Bila kuchelewa, naomba nione za hiyo pete. Sawa. Asante sana. Baba, katika jina la Yesu, natamka baraka kwenye uchumba huu kupitia pete hii kama ishara ya uchumba huu unaoanza leo. Ninaomba ukawabariki, ukawatunze, ukawaepushe na mabaya yote katika jina la Yesu, na kila mtu aseme amen. Amen. Wow. Kama kawaida, mwanamke tafadhali utaenda chini. Wakati huo kijana atatusaidia kuiweka pete kwenye kidole cha binti. Nyosha tu kidole kile cha kushoto cha ndoa. Naona binti moja pia akinyosha mkono wake hapa katika jina la Yesu. Wow. Sawa sawa. Hongera sana. Tumshangilie Bwana Yesu kwa ajili yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndugu zangu, wawili hao wamepitia mambo mengi sana kwenye safari yao ya kimahusiano, lakini tunamshukuru Bwana Yesu kwa ajili yao, kwa sababu ni sawa mwanadamu anakosea, lakini pindi anapokuwa ameomba msamaha na amesamehewa, si vyema na yeye pia akapata baraka zake. Kwa ndoa ni baraka. Unaweza kuwa labda hauelewi kwa nini huyu mtoto na vitu kama hivyo, lakini hata mtu ambaye amekosea anapaswa kusamehewa. Kwa hiyo leo hii watu hawa wameamua kuelekea kwenye safari yao ya ndoa kwa baraka zote kabisa. Na kama upo pia mama mmoja ambaye ni single mother, una mtoto, labda ulipata mtoto ukiwa bado hujaingia kwenye ndoa, usikate tamaa. Mungu bado ana mpango na wewe. Kwa hiyo hata wewe pia tutakusherekea vile vile. Utapata mme na utaolewa katika jina la Yesu. Basi mshangilie Bwana Yesu wakati wanarudi kukaa.
Thank you.